Dagoretti hoye! Asanteni. Leo ni Jumapili, tumetoka maombi na tukaona tuwasalimie. Kwa hivyo na vijana, naomba tu tutulie, kwa sababu tunajua maisha ni ngumu. Wangapi wanasikia maisha ni ngumu sana? Mwenye kuleta hizi ni Zakayo? Ni Zakayo, si Zakayo? Hata mwenyewe amekubali majina yote, kwa sababu tulisema tutakata mti. Si vijana walikata mti? Lakini badala ya kushuka, anachukua watu wengine anaweka ndani ya serikali. Mimi nikasema siingii serikali aina hiyo. Kwa hivyo tutasukuma ili tuhakikishe vijana wanapata ajira. Tutasukuma tuhakikishe vijana hawashikwi kiolela na kuwekwa kwa magari na kupotea. Tutasukuma mbele tuhakikishe watoto wanasoma. Sasa Kasongo hata university education meharibu. Hata CBD haijulikani mtoko akitoka grade 9 anaenda wapi. Afya imezorota. Badala ya kusaidia kina mama wapate angalau madawa, wanashikwa wakiwa ndani ya hospitali. Tunaona Mama Njoki anashikwa na askari 20. Wangapi anasema SHA ni mbaya? Wangapi wanasema SHA ipotee? Kwa hivyo tutarudi wakati mwingine. Leo ni hii, tuko na baba yao pale, wako Waititu, wako Bosibori, wako huko, wote tunasonga mbele. Asanteni. Let's move on. Maisha bado ni magumu ama amepungua? Wangapi anasema maisha bado ni magumu? Kwa hivyo tumekuja kuambieni msife moyo. Hata mkisikia wenzetu wengine wamejiunga na serikali ya Zakayo, bado tutakata hiyo mti ya ushuru, ndio kila mwananchi apate kulipa ile ambayo anaweza. Siku hizi mwananchi wa Kenya, ikiwa ni mwalimu, ikiwa ni daktari, yeyote yule ambaye anapata mshahara ni kama anafanyia Ruto kazi. Yote inaenda na ushuru. Ni kweli si kweli? Kwa hivyo leo Jumapili alasiri tumekuja kuambieni bado upinzani upo. Hatutakubali Kenya iangamie. Tumesema Raila, tunamwombea Raila apate ile kiti ya Afrika. Si kweli? Akipata hiyo kiti akae kule, ngoja Kalonzo tuwekane kifua na Ruto, tumalize mambo hayo. Wangapi mko tayari? Wangapi mko tayari? Lakini kwa sasa vile vijana waliuawa kiolela, tulipopigwa vita hapa 2023, 2024 vijana wa Kenya wakajitokeza, vijana Gen Z. Hata ile tulikuwa tumevamiwa na polisi karibu kushindwa, vijana wakafaulu, wengine wakauawa. Kumbukeni 2023 waliuawa vile vile, 2024 wakauawa. Lakini baada ya kumaliza kuwaua, bado wanachukuliwa wengine na gari ndogo za Subaru na kuwekwa ndani ya boot, hawajulikani wako wapi. Kenya hii ni nchi ya demokrasia na hakuna mtu ambaye anaruhusiwa kukamata mwingine kinyume ya sheria. Hata wamepoteza fahamu, wanashika hata mama akiwa mgonjwa akienda kutibiwa Nairobi Hospital, hapa Kenyatta Hospital, anashikwa na askari 20. Wangapi wanasema tunalaani tabia aina hiyo? Kwa hivyo basi msife moyo vijana Gen Z. Mimi nimetangaza June 25, June 25, sema June 25. Vijana walishika hatamu ya kupindua siasa za Kenya forever. Walienda kule kwa bunge, wabunge wakatoroka moja kwa moja. Vijana wakaingia kule, wakaangalia wajumbe walikuwa wanaleta kuwaletea barua, wametorokea wapi. Kwa hivyo wajue, hata kama wakichukua wengine waweke kwa serikali, Ruto na wao watu wake wote ambao wameweka kwa serikali
watapelekwa nyumbani na wananchi. Wangapi wako tayari kufanya hiyo? Kwa hivyo tumekuja leo tuambieni bado mapambano. Bado mapambano mpaka Kenya iwe nchi huru, sio nchi inatawaliwa kimabavu. Hatuwezi kukubali nchi inayotawaliwa kimabavu. Kama hiki ni demokrasia, kila mtu atapata adabu yake. Jana, kesho mimi niko kwa mahakama, saa 4 niko mahakamani. Ninatarajia kukutana na Inspector General wa polisi. Tumuulize wale vijana walishikwa Mlolongo, bado vijana 6 hawajulikani wako wapi. Tunataka vijana wakiwa hai ama wasipokuwa hai, wazazi wa Kenya wanataka kujua vijana wako wapi. Na kama Inspector General hatafika mahakamani kesho, yeye atahukumiwa na kuwekwa korokoroni mara moja. Hakuna mtu Kenya hii ako mbele ama juu ya sheria, sio hata Ruto yeye mwenyewe. Anaenda huko Western na kulialia tu na Kalonzo, analia Kalonzo tu, analia. Akitoka Kalonzo analia Gachagua. Sasa Gachagua ameenda nyumbani, bado analia tu. Ruto usiku akiamka anaona Kalonzo, asipoona Kalonzo anaona Gachagua. Sasa mambo gani haya? Sasa hatuna ubaya, lakini tuko na shida na sera mbaya ambazo zinaleta umaskini Kenya. Vijana hawa wengi hawana kazi na hawawezi kupata kazi ikiwa ushuru wanaotosha Zakayo corporate tax. Hebu angalia Marekani, Trump amechukua mamlaka, ameteremsha kiwango cha kodi ambazo kampuni nyingi wanatoa kutoka 40% akarudisha 21%. Na yeye Ruto anapeleka juu kila mahali. Makampuni wanahamia Tanzania, wanaenda Uganda, vijana hawapati nafasi za kazi. Ngoja wakati ufike tuangushe Zakayo, tumuonyeshe vile nchi inavyoendeshwa. Sisi tuko na uzoefu, ama sivyo? Kumbukeni mimi nilikuwa makamu wa Kibaki. Wangapi wanakumbuka hiyo? Si Kibaki na Kalonzo na Raila tuliteremsha, tuliongoza Kenya vizuri. Lakini Raila ameenda. Sasa wacha Raila aende EU. Mimi niko tayari kuhakikisha Kenya hii inakombolewa. Huu ni mwaka wa ukombozi. Wangapi wako tayari kukomboa nchi yao? Ngoja yule msichana asalimie. Wakili Njiru Sibori. Sasa tumia sauti tu. Vijana power! Kazi power! Wamama ria! Tumefika tujafika! Tulikuwa tumeambiwa kwamba Kalonzo hawezi simama 56 peke yake! Amesimama, hajasimama! Sisi tuko pamoja! Wapi Wiper? Nipe Wiper! Nipe Wiper! Asanteni sana! Tuko pamoja na His Excellency na mimi hapa boss wa Dago. Tuko ndani na tuko Luxio. State House, direct State House. Direct. Asante, huyo ni kama Gen Z. Tumpigie Gen Z wa Dagoretti makofi. Wakili Njiru. Watu wa Dagoretti hamjambo. Watu wa Dagoretti hoye. Watu wa Dagoretti hoye. Mko mmefika hamjafika? Basi leo tuko hapa vile vile kuwakumbusha ya kwamba tuko katika safari ya kuokoa na kukomboa hii nchi. Maanake hii nchi iko katika mikono ya watu ambao ni wafisadi. Iko mikononi ya watu ambao ni wauaji. Iko mikononi ya watu ambao wananyanyasa na kuwafinyilia nyinyi watu ambao ni waongo. Muko tayari twende safari? Halo? Muko tayari twende safari? Muko tayari twende
Dakika moja tu, Excellency. Sisi tunataka kusimama na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Kalonzo ametosha, hajatosha? Ako sawa, yuko sawa? Ako fiti, yuko fiti? Mutasimama na Kalonzo Musyoka tutume Kasongo nyumbani? Wangapi wanasema Kasongo nyumbani? Wangapi wanasema Kasongo must go? Kasongo must go. Huyu jamani muongo sana. Alidanganya nyinyi vijana mtawekwa pesa mfukoni, mko na pesa. Alidanganya mpata kazi, mko na kazi. Aliwaambia mtapata kazi, mko na kazi. Jamani muongo sio muongo. Thank you. Asante. Ngoja msalimie na baba yao. Watu wa Dagoretti. Tusalimiane kwa hewa. Haya, mimi mnajua mimi ni baba yao, si ndio? Mimi naitwa Waitito na mimi nimelelewa hapa Kibira la Ishabaa, si ndio? Mimi ni mtu wa ghetto. Na ndio mimi naambia vijana hawa wajue mimi vile mko hapa nililelewa kama nyinyi sasa. Mimi ni chuma, si ndio? Na niwaambie kitu moja. Kasongo alitudanganya ama namna gani? Kasongo alidanganya vijana, si ndio? Kasongo alidanganya mama mboga, si ndio? Kasongo alidanganya watu wa boda boda, si ndio? Nataka niwaambie hii kiti ya rais hapana ya mchezo. Ile mtu anaweza ongoza nchi hii kama vile Kibaki aliongoza tukapata masomo ya bure. Sio mwingine, ni Mheshimiwa Dr. Steven Kalonzo Musyoka, si ndio? Watu wa Dagoretti, asanteni sana vile mmetukaribisha leo. Asante Wiper. Wiper. Nyinyi mko ngangari. Mko ngangari. Kweli. Kusema kweli. Hamtaogopa. Na sisi Mungu akiwa mbele hawa tutawapeleka nyumbani. Asanteni. DJ, nipe ngoma.